Lakini mume wangu, haya majukumu yote kuhusu huyu binti nilikukabidhi wewe, japo baba yake alishafariki, lakini majukumu yake yote ulikuwa unayatekeleza wewe. Leo kwa nini useme eti aozeshwe na mtu mwingine? Kwa nini ufanye hivyo? Mke wangu, mimi nitasimamia katika harakati zote, masuala yote nitasimamia, lakini swala la uozeshaji, mke wangu, kwa mujibu wa dini, sidhani kama nina nafasi ikiwa ipo familia upande wa babake. Na kitu kingine ninachotaka kukuambia mke wangu, hili jambo sio tena la kusema subiri leo kesho kutwa. Barua imeshafika. Hapa ni majibu moja kwa moja, waje waoe mke wao. Hatutaki mambo mengi. Na maanisha kwamba hali masuala yenu sio ya sherehe, sijui dufu, sijui nini hayo bwana. Mke wangu bwana, mimi nilikuwa naomba kwamba kwa sasa hivi hebu kwanza tuyaweke pembeni. Watafanya hata baadaye huko wakishaoana. Sijui ulikuwa unasemaje mke wangu? Lakini mume wangu, hata ujisikia vibaya, tungeita lao hata dufu kidogo, sunna kama anavyofanywa wenzie, afu ndo kaondoka. Unaonaje hilo swala? Ni hivi mke wangu, mimi nafahamu vizuri sana hao mabinti, akishaona tayari yule ameshakuwa mchumba wake, basi lolote linaweza likatokea hapa kabla hata hiyo ndoa. Sasa tutakuwa tumeikalifisha nafsi. Mimi ninachoomba mke wangu, hebu tupitishe ndoa kwanza kwa haraka. Hiyo sherehe itafanywa tu, hiyo sherehe wakati wote. Hebu naomba nielewe mke wangu. Sawa, nimekuelewa, mpaka hapo nimekuelewa. Haina shida. Naam. Wa alaykum salaam. Naam. Karibu mama. Asante. Karibu kabisa. Naam, karibu. Asante. Naona mna furaha sasa. Naam, hakika imekuwa kama bahati. Mwenyezi Mungu amejibu dua letu. Alhamdulillah. Muda si mrefu hapa ametoka mshenga kuleta posa hapa nyumbani, na anasisitiza kweli hili jambo lilo la haraka na binti yetu. Moja ya mambo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameasisitiza yaweze kufanyika kwa haraka, ikiwa mtu amesilimu kutoka katika dini moja kuja katika dini ya Kiislamu. Pili, ikiwa mtu amefariki, anapaswa azikwe kwa haraka sana. Lakini la mwisho ni hili ambalo swala la ndoa. Ndoa inapaswa kuwaishwa, isicheleweshwe. Haya mambo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameasisitiza sana. Hivyo binti yetu, tumekaa hapa na mama yako, tumelizungumza hili jambo, tunahitaji kwa haraka. Tutakachokifanya hapa kikubwa, kwanza tutafungisha ndoa, halafu hayo masuala ya sherehe, sijui nini, kutunzana, sio vitu gani, yatafanyika baadaye hapo inshallah. Sio matola binti yetu. Limepita hilo. Mimi sina la kusema wazazi wangu. Ndio. Nimewasikieni na nimelifurahia hata mimi. Nipo tayari kwa ndoa. Inshallah. Alhamdulillah. Mama, naona una furaha leo. Leo kwa kweli mwanangu nimefurahi, yani tumefurahi mimi na baba yako. Wewe mwenyewe umeonaje kwani? Na wewe pia. Haya, asante mwanangu. Nashukuru kwa hilo. Nafurahi nikiona sura za wazazi wangu zinabashasha. Umetuweka kama peponi vile. Nakutakia kila la heri, lifanikiwe, yani lifanikiwe hata kama. Alhamdulillah. Na mke wangu sasa. Mke wangu nimekuleta kando kidogo kuendelea kubarizi kidogo, kupunga upepo. Lakini vile mke wangu, unajua kuna kitu kimoja. Tangu tuoane mimi na wewe, nilikuwa nasikia wewe ni msomaji mzuri tu wa Qur'an. Lakini tangu tulivyoana sijawahi kusikia hata mara moja unasoma Qur'an. Sijawahi kusikia sauti yako, wala hujawahi kusikia sauti yangu. Kweli? Nani kakwambia mimi msomaji mzuri wa Qur'an? Hali halisi inajionyesha tu mazingira yenyewe. Nataka kipindi kile nataka kuja kuoa, nilisikia mke wangu kwamba wewe mtaalamu kweli kwenye Qur'an. Lakini cha ajabu sio kusikia. Kwa hiyo mke wangu pia nimekuleta leo huku ili tuje kidogo tusikilizane katika kusoma Qur'ani, nisikie sauti yako na mimi usikie sauti yangu. Hata Mtume anasema tushindane kwa yaliyo mema. Vipi kwa sasa zawadi? Zawadi surprise mke wangu, najua mimi mwenyewe zawadi niloiandaa. Basi anza mama. Rijalu kawamuna ala nisai.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي عنك ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Amina, inshallah mke wangu, lakini kama kuna makosa nielekeze bwana, niweke sawa. Sijaona mume wangu. Haya. Zamu yako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله mke wangu, safi sana. Umemsomaji mzuri sana wa Qur'an. Sasa kosa kidogo tu, lakini umeisoma vizuri kweli kweli. Mashallah mke wangu, unajua. Basi inshallah. Haya, piga sura nyingine kwanza nikusikilize. Nyingine tena? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Sawa mke wangu, mashallah, jazakallahu khair. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما شاء الله ما شاء الله. Kidogo tu mke wangu. Jazakallahu khair. Basi inshallah mke wangu, nashukuru. Basi nafikiri kwanza tungeenda nyumbani kwanza, naona muda kidogo ushatuacha, sio unajua tena mida hii. Vipi njana? Hapana, sio njaa, isipokuwa tu majukumu mengine tunawahi. Naam, sasa mke wangu Sadila, leo nimekuleta hapa kwenye garden. Kwanza tuje kubarizi upepo kidogo. Lakini pia mke wangu, kumbuka wiki iliyopita tulikwenda kando kidogo na nyumbani pale, tukashindana kusoma Qur'ani kwa wema. Lakini leo pia mke wangu, nimeona ni vizuri tuje hapa. Kwanza ni kupumzika, lakini pili mke wangu, kingine na jambo muhimu ambalo limetufikisha hapa. Nasikia mke wangu pia ni msomaji mzuri sana wa mashairi. Mimi nilitarajia leo tuje hapa pia. Nyingine ni kusikia at least kwanza wanasoma hata mashairi kwanza. Na leo zawadi sipo. Kama kawaida mke wangu, unajua zawadi zangu za surprise zile za siri yani.
Sawa mume wangu. Naam. Itabidi uanze wewe mke wangu, maana nilianza mimi wiki iliyopita, leo anza wewe. Hai. Bismillahi kahari, jina la Mola Jalali. Kwa siku hii nzuri inshallah tasherehekea. Uliniona mtoto kweli, ninang'ara langu jicho, hapo mawazo mazito wewe alikuja. Uliniona njiani naelekea sokoni, hapo ukanitamani kweli, kimwana kunichukua. Nimemaliza mume wangu. Nikajua unaendelea mke wangu kwa jinsi ulivyosimama. Basi sawa mke wangu, kwanza niseme kwamba uko vizuri na mimi nafurahi sana mke wangu, najivunia sana kupata Sadila. Kwa sababu ni mwanamke mmoja mwerevu sana na ni mwanamke mwenye maadili mazuri sana mke wangu. Asante. Mwenyezi Mungu akuongoze sana mke wangu. Asante sana. Lakini ngoja na mimi nisome. Lakini katika kusoma mimi nitabadilisha melody kidogo, sitatembea na melody ambayo ulikuwa unatembea wewe. Mahadhi nitabadilisha. Bismillahi naanza utenzi na biliza kwa nke Mola kwanza muhimu kusikiliza. Bismillahi ya pili namshukuru Jalali kunipa mke hodari, moyo wangu umetulia. Kwake pongezi Taala kunipa kipenzi Sadila, kwa dua njema na dhamira kwako ninajivunia, na ahidi sitokutenda, kwa kweli nitakupenda. Ishaandikwa kwenye kalenda, kwako nitatulia. Mashallah mume wangu. Umesoma vizuri sana. Nimefurahi. Shukrani mume wangu. Sawa sawa mke wangu. Inshallah. Naam. Niambie kakangu. Salama, habari za masiku? Si wazima wote, sijui uko wewe na wifi. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaendelea vizuri. Si wazima tu, sijui wewe. Alhamdulillah, salama na hivi. Si wote wazima. Nikasema leo kwanza nije nikutembelee kidogo, nikujulie hali, maana shughuli kidogo zinakuwa nyingi. Ndio. Ni vizuri, hata mimi nashukuru sana kakangu kwa kunikumbuka tu. Naona upo nje hapa. Maana ni joto, yani hali yangu siwezi kukaa huko ndani. Joto. Yaani nikasema hebu nitoke hapa nje nipate huo upepo kidogo. Sawa. Niambie. Sema leo kidogo nifike niwatembelee kwanza, niwajulie hata hali. Maana kidogo siku zimekuwa nyingi sijaja kulingana na ubize huu na huu. Kweli kaka, umefanya jambo la maana. Hata mimi nimekususa. Sawa. Ila kaka. Mbona umekuja? Nilikuwa nataka nikuulize jambo. Hivi ulishai labda kwenda na wifi kwa daktari mkaenda kuangalia, maana mkaenda labda kujiangalia nyote wawili, huwezi jua labda wewe una tatizo au wifi yangu kaenda kujicheki, maana sijai kusikia wifi yangu mate wifi yangu labda kitombo kinamuuma, labda imeingia imetoka, sijai kusikia mwana ndani analialia mtoto, hata nikienda mtoto kanishika kuguo shangazi wanani. Ni kweli dadangu unachokizungumza, lakini